Ni wasaa mwingine tena tunakwenda kuzungumzia yale masuala ya kimichezo hususan ya klabu kubwa Tanzania, na si wengine hapa tunawazungumzia klabu ya Simba Sport, na hii ni baada ya zile drama za dabi kukamilika na kuisha. Kila kitu kimekwisha kuwa wazi. Sasa tunakwenda kuzungumzia masuala ya usajili, na hapa mimi na wewe tutakwenda kujadili swala la usajili wa wachezaji watatu ambao wanasemwa sana na wawakilishi wao wamekwisha fika Tanzania kufanya mazungumzo na vilabu hivi vikubwa Tanzania. Hapa namaanisha Simba na Yanga, lakini nitazungumza tu wale wachezaji ambao wamekwisha fanya mazungumzo na klabu ya Simba Sport. Lakini kabla hatujafika huko, hapa nataka tujadiliane kwa sababu tunaanza na striker. Usajili wa kwanza, huyu tunamuita Bara Conte, ambaye amehimbwa sana na amesemwa sana kuja kujiunga na klabu ya Simba. Kweli ni kijana mwenye umri mdogo, lakini kiwango chake kinaridhisha. Lakini kwenye debate ya nani anaondoka, hapa ndo inakuwa ngumu hii kuachia wana Simba wenyewe, na tunaweza tukajadili hapa. Lakini unaweza kuniambia kwenye comment kati ya Lionel Ateba na Steven Dese Mukwala, nani inabidi ampishe mwenzake hapa? Yani Bara Conte akiingia Simba inabidi kati ya Ateba na Mukwala mmoja aondoke. Sasa kuna tetesi kwamba Mukwala amekwisha malizana na klabu ya Kaizer Chiefs. Sasa hii kidogo ilikuwa inashtua kwamba klabu ya Simba wameamua kwenda na Ateba na wameongeza Bara Conte, lakini kuna upande mwingine walikuwa wanaona ni sahihi, lakini kuna upande mwingine wanaona si sahihi. Lakini wewe unaweza kuniambia hapo kwenye comment kwamba kati ya Lionel Ateba na Mukwala unahisi hipi ilikuwa ni replacement nzuri ya Bara Conte? Yani kama Bara Conte anaingia, basi nani inabidi aondoke? Hiyo la kwanza. Lakini swala la pili kwenye usajili wa klabu ya Simba Sport, Simba wamekamilisha dili la golikipa kutoka katika klabu ya JKT Tanzania. Hapa tunamzungumzia Abdraman Suleiman. Huyu golikipa ana kiwango kikubwa, amecheza vema sana kwenye timu ya taifa, lakini pia amekuwa na kiwango kizuri sana msimu huu. Sasa hapa una replacement yake, anaondoka Manula, huyo ambao tayari ashaondoka. Lakini sasa kwenye yule golikipa namba 3 na Harsalim Katoro, hapa kuna mmoja inabidi haondoke. Sasa wewe shabiki wa Simba, na kuna ambao unaweza kuwa unatamani nani aondoke kati ya Harsalim Katoro au ile golikipa mwingine wa hakiba? Lakini taarifa ambazo zipo ambazo zinasemwa sana ni kwamba Harsalim Katoro atatolewa kwa mkopo na kwenda kukipiga katika vilabu vingine hapa Tanzania. Sasa kutakuwa na competition kubwa ya namba kwa msimu unaokuja kwa upande wa magolikipa. Lakini tukienda usajili mwingine ambao klabu ya Simba umekuwa ukiimbwa sana na mawakala wamekwishafika Tanzania, ni usajili wa beki namba 2. Hapa tunamzungumzia Ibrahim Keita. Ibrahim Keita anakuja kwenye namba ambayo anacheza Shomari Kapombe. Sasa kumekuwa na dhana na ile ubishi wa kawaida kati ya Ibrahim Keita na Shomari Kapombe, nani atakuja kukaa bench na nani ataanza. Lakini kiuhalisia tukimwangalia Kapombe ni kama ndo anaingia mwisho wa mapambano makubwa hasa kwenye klabu ya Simba. Si kwamba ndo kustaafu au kufanyaje, lakini klabu ya Simba wanahitaji kweli energy kubwa, na ndo maana wameamua kumsajili kijana mdogo huyu ambaye tunapenda usajili ukamilike kwa sababu bado wapo kwenye process za kufanya sajili. Sasa hapa mimi naweza ukaniambia kwenye comments, ukaniambia kwamba Ibrahim Keita na Shomari Kapombe unahisi nani inabidi apewe nafasi ya kuanza ya moja kwa moja? Yani kwamba hata kama msimu huu ulikuwa ni kwamba kama Kapombe atakuwa yuko fit, lazima hatacheza mbele ya madefender wengine waliokuepo. Sasa klabu ya Simba ukiangalia wanavyojijenga kwa kipindi hiki ni kwamba wanaziba zile sehemu ambazo zilikuwa zinawatatiza, na hii itakwenda kuwasaidia sana kwa msimu huu unaofuata, kwa sababu kwanza walishatengeneza ile structure. Sasa baada ya kutengeneza ile structure, klabu ya Simba wanaanza kuziba yale mashimo na zile sehemu ambazo zilikuwa zinawasumbua sana, ambalo ilikuwa sanza goalkeeper, eneo la goalkeeping,
eneo la beki, hasa upande wa kulia, kwa sababu upande wa kushoto kule Valentin Noma na Shabalala at least unaweza ukasema namtoa Shabalala na muongeza Noma na afu timu ikacheza vizuri. Lakini pia kule mbele, kwa sababu Simba walikuwa wanatengeneza nafasi nyingi, sasa hii ikapelekea wanatengeneza nafasi nyingi na kupelekea nafasi hizo nyingi ambazo zinatengenezwa azitumiwi kwa usahihi. Yaani tunazungumzia kabla klabu ya Simba kama nafasi zao wanazotengeneza zingekuwa zinatumiwa kwa usahihi, hata mchezo wa Confederation Cup finali ule ungekuwa ni mwepesi sana. Hata mchezo yote ya ligi Simba saizi asingekuwa na halama ambazo yupo nazo, kwa sababu kama unakumbuka hata mechi ya Yanga Ateba alipata nafasi kwa na Diala akapiga chenga na akawa ameshindwa kumalizia ile ambayo tulikuwa tunaita ni kitu chepesi sana kukifanya. Lakini yote kwa yote mchezo ni mpira, ni mchezo wa makosa na Simba wanajenga timu yao. Kocha Fadlu Davis, Simba wanaonekana wanakwenda kumpa nguvu kubwa ambayo hajawahi kupewa kocha yoyote hapa Tanzania wa klabu ya Simba. Kwa hiyo tutegemea makubwa kwa msimu unaokuja. Usisahau kusubscribe, tutakutana wakati mwingine. Asante.